Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Njoo tuzungumze leo kuhusiana na Satanic Bible. Tuzungumze kuhusiana na Biblia ya Shetani. Naye Shetani ana Biblia yake. Ukienda mtandaoni, hii Biblia imeandikwa na jamaa mmoja anaitwa Anthony LaVey. Anthony LaVey ndo aliyeiandika hii Biblia. Mle ndani kuna mambo mengi sana ambayo yameelezwa, hususan katika hila za Shetani juu ya wanadamu. Kila mwanadamu mwenye ufahamu, kila mwanadamu ambaye anataka amshinde Shetani, miongoni mwa vitu ambavyo inabidi uvijue ni hila zake. Sasa kuna hila nyingi sana ambazo zimeelezwa mle katika Biblia yake, hususan kuharibu hatima za watu wengi. Sasa msisitizo wangu wa leo upo katika peji ya 17. Ukibahatika kuipata ile Biblia, nenda moja kwa moja kwenye peji ya 17. Kasome. Kuna jambo ambalo Shetani amelisisitiza, amelipinga sana. Sasa kila anachokipinga Shetani ujue kinamtesa, yani kina matokeo makubwa sana kwa mtu kama atakifanya. Chochote ambacho Shetani anakukataza ujue ukikifanya kina faida kwako, lakini usipokifanya kina faida kwake. Sasa katika peji ya 17 Shetani amekataza sana maombi. Anasema yeye aamini katika maombi. Shetani anasema swala la kufanikiwa kwa mwanadamu linazaliwa kutokana na juhudi zake mwenyewe. Kwa Shetani anaamini katika juhudi za mtu binafsi pasina maombi. Na anasema kwamba amezungumza katika maeneo makuu mawili, katika eneo la kufanikiwa na katika eneo la rehema. Katika eneo la kufanikiwa anasema swala la kufanikiwa alitokana na maombi ya mtu, kwamba mtu akamwombe Mungu, Mungu ampe ufunuo katika kulitimiza kusudi lake. Yeye aamini hilo. Na jambo la pili anasema kwamba swala la mwanadamu kukosea, anaenda kuomba msamaha kwa Mungu, huo ni utoto au huo ni ujinga. Anaamini yeye kwamba kila kiumbe kina nature ya kukosea. Kila kiumbe, ukienda peji ya 17, kila kiumbe kina nature ya kukosea. Hivyo utaomba msamaha mpaka lini? Kwa hiyo anaamini kwamba maombi hayawezi kuleta ondoleo la dhambi. Maombi hayawezi kuleta mafanikio kwa mtu, bali anaamini katika juhudi tu kama ndio chanzo pekee cha mtu kuweza kusamehewa, na juhudi zinaweza kuleta mafanikio ya mtu. Hata yeye ukisoma ile peji ya 17 anasema hivi, hata yeye anajua alikosea. Yeye mwenyewe anajua alikosea, ndio maana haombi msamaha, kwa sababu nature ya kiumbe chochote kile kimeumbwa katika nature ya kukosea. Kwa hiyo akaombe msamaha wa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe ameumbwa katika nature ya kukosea. So kuna siri nyingi sana ambazo Shetani anaziachilia kwa wanadamu kuharibu hatima za watu wengi. Na ukitaka uamini kwamba Shetani ameharibu fikra za watu wengi sana, Marekani mpaka sasa kuna takribani zaidi ya washirika 700,000 na kuendelea ambao wanaabudu katika hili kanisa la Satanic Church. Je, unapata picha ni kwa kiasi gani cha watu ambao wamepumbazwa kutokana na maarifa ya kijinga ya namna hii? Na hii inanithibitisha kwamba ukiangalia watu wa Ulaya, watu wa nje, watu wengi wazungu wanaamini katika juhudi za kimwili kuliko kuamini katika msaada wa Mungu. Asilimia kubwa ya wazungu wanaamini, wa China, ukienda China, ukienda nchi nyingi mbalimbali, Ujerumani, wanaamini sana katika juhudi za mwili, kufanya kazi sana kuliko kuhusiana na Mungu. Sikatai kama kazi ni chanzo cha mafanikio, lakini ukiitegemea kazi kama chanzo cha mafanikio pasina kumweka Mungu kipaumbele cha kukufanikisha kwenye hiyo kazi, ujue unaabudu miungu au umefanya kazi kuwa Mungu wako, utakosea. Swala lolote lile katika bidii, fanyeni kazi, lakini usahau kwamba swala la mafanikio linazaliwa na msaada wa Yesu. Sasa kwa nini nimezungumza kuhusiana na Satanic Bible? Hii Satanic Bible nimezungumza kuhusiana na Satanic Bible kwa sababu moja kuu ya msingi. Chochote ambacho Shetani anakipinga ujue kina matokeo muhimu sana kwenye maisha yako. Hii peji ya 17 Shetani anapinga sana maombi. Kwa nini anapinga maombi? Kwa sababu maombi yanamzuru. Kwa sababu maombi
ni silaha pekee ya kumshinda huyu kiumbe, ni silaha pekee ya kuaibisha kazi zake, ni silaha pekee ya kulinda hatima yako mpendwa. Na kusisitiza, kama Biblia ya shetani imepinga maombi, mimi mwana wa Mungu na kusisitiza, omba kama hujawahi kuomba, omba kama hujawahi kuomba, kesha katika maombi. Maombi ndiyo silaha ya mafanikio yako, maombi ndio silaha ya ushindi wako. Sehemu ambayo umekwama, wewe omba. Sehemu ambayo umeona hakuna mpenyo, omba. Wakina Paulo na Sila gerezani waliomba, kanisa liliomba Petro alipofungwa. Alifungwa na watu 4 wakimzingira, wakizuia, lakini walipigwa usingizi wa kimbingu, hakuweza kuamka hata mmoja. Malaika akaenda gerezani na akamtoa kwa sababu ya maombi. Kitu chochote ambacho kimeshindikana katika ulimwengu, ukiingiza maombi, hicho kitu kinakuwa chepesi katika kukuletea matokeo sahihi. Nikwambie, shetani anapinga maombi, Mungu anataka maombi. Shetani anakataza maombi, Mungu anakusisitiza maombi. Shetani anakuletea ulegevu katika maombi, Mungu anataka ulete ushujaa katika maombi. Legeza katika mambo yote, usilegeze katika maombi, katika kusoma neno, katika kuishi maisha matakatifu. Shetani hatapata nafasi katika sehemu yoyote ile kwenye maisha yako. Ukisoma Matendo ya Mitume 19:19, neno la Mungu linasema, na wale wengi walioamini waliokuwa wachawi mwanzo walikusanya vitabu vyao wakavichoma, vyenye thamani takribani 50,000. Maandiko matakatifu yanathibitisha kwamba hata wale wachawi walikuwa wanasoma, hata wale wachawi walikuwa wanabidi katika kusoma mambo yao ya kichawi. Kwa hiyo na sisi wana wa Mungu yatupasa tuwe na bidii katika kusoma neno la baba yetu, katika kufanya vile ambavyo baba yetu anasema. Baba yetu anasemaje? Anasema ombeni bila kukoma. Tuombe, sisi wana wa Mungu tuombe, sisi wana wa Mungu tusome neno, sisi wana wa Mungu tuishi maisha matakatifu, sisi wana wa Mungu tusimame huko ambako baba yetu yupo. Huyu baba wa hii dunia, huyu Mungu wa hii dunia atakaposema lipi na lipi, masikio yetu yazibwe, masikio yetu yawe wazi katika kile ambacho baba yetu anasema. Neno la Mungu liko wazi. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho wa Mungu anatuongoza katika maombi, Roho wa Mungu anatuongoza katika neno, na tuongozi katika kulegea katika maombi. Sikia, Biblia shetani imeweka siri nyingi sana za shetani, ila nyingi sana za shetani. Ukizijua, kama ni kweli we ni mwana wa Mungu, utacheka sana na utasema, we shetani, step out of my way. I have a lot of things to do on this earth. My God, bring me here to illuminate his holiness. Hakuna kingine kitakachozuia kusudi la Mungu kama utasimama katika mapenzi ya Mungu, kama utayaishi mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu wewe uombe, mapenzi ya Mungu wewe usimame katika maombi. Jina la Bwana litukuzwe. Ni mimi Apostle Kevin.